kulikuwa na maombi ya watoto. Yale maombi ya wiki ya kwanza sikufika na watoto kwa sababu hawakuwepo hapo kwa mjia likizo. Baba akanipigia simu, mama Musa sijaona watoto, nikaambia watoto mimi sipo nao, nipo na wadogo. Akaniambia kuna maombi ya watoto, walete watoto. Akasema baba naye sawa. Nikaagiza watoto kama leo kisha wakafika, ama hapana walifika siku hiyo hiyo, tukaja kama saa 5 saa 6. Palikuwa pana mkesha. Baba jioni akafanya watoto maombi wote, mpaka baba akawa kama ameishiwa nguvu hapa. Mpaka tukaogopa wa mama, yani kwa hali ambayo nilipata baba. Basi baada ya pale mtoto wangu yule mkubwa wa kiume nikamwambia sogea akushike mkono, akushike kichwa. Na huku nakataa roho ya kuuma hiyo kifua kila siku. Mwenye anacheka tu. Baada ya muda wiki ya kwanza imeisha. Hapo kifua kijambana. Wiki ya pili mwezi nikamwambia baba yake, "Jamaa wangu sasa hivi kifua hakijambana kwa sababu tulikuwa hatulali kiasi kwamba nilikuwa nimeshaandaa bajaji wangu saa 8 saa 7 wakati wowote ndio simu yangu lazima anajua kwamba tulikuwa tukimbia hospitali na mtoto." Mara mwisho tumeenda kwa baba yake nyumbani, tumeshuka airport. Nadhani ni ile baridi ya kwenye ndege. Mtoto alibana na kifua kikimbizwa Aga Khan, oxygen kila kitu. Jamani, ilitoka pesa mpaka ilikifikia inaniuma. Ukiachilia hapo hii katikati mtoto akimpa katika kwa wiki mara 2 mara 3. Lazima uwe na pesa ya usafiri, lazima uwe na pesa ya matibabu. Yaani unakuta pesa inachezeka kwa sababu ya hiyo issue ya kifua. Ilifika wakati mtoto kifua kikimbana tu mama nikimbizwa hospitalini anaogopa. Basi lakini baada ya hapo mtoto mpaka ninavyoongea hivi leo hajabanwa kile. Sijakuelewa bali Yesu shamba kwa hiyo. Yesu shamba. Alafu Mungu anakuponya bure. Au unafanya uzaa tu. Ondoka siku moja utaitafuta. Endelea kidogo. Kaa. Kabla hajafunga shule ameenda likizo kwa bibi yake. Akawa anajisikia homa. Mama nipeleke hospitali kwa kikaanza nikamwambia hapana sio kifua. Nikatoka babake akasema hapana sio kifua. Mungu wetu ni mkuu sana kwa sababu mwenzangu kwenye kopo litakuja kidogo. Huko kwao amezaliwa huko, mimi nilikuwa Lutheran, kwa hiyo nimeolewa nikampata yeye. Kwa hiyo kwenye ukubwa amenizidi. Akaniambia pale sio kufanya, nikamwambia wewe azidiwe niko peke yangu usiku hapana. Nikaenda hospitali. Mashaka, tupa mashaka. Wakampima dokta akasema hapana kifua cha kawaida, akampa tu dawa. Na wanawake mziki mashaka, nini wanawake? Wakampa dawa ya kikohozi. Basi yani wewe mpaka hivi ninavyoongea mtoto hajabana kifua, yani hatuamini. Kidogo cha kumtolea Mungu na kumshukuru, ametenda kikubwa sana. Amenisumbua mambo mengi, niko peke yangu ndani ya nyumba. Ndio nabaya kufua saa 7 wa saa 8. Hiyo nashukuru sana Mungu. Amen.